Karibu sana katika sehemu ya inayojulikana kama tuwachore tu. Mimi naitwa Masud Kipanya na ninaamini kabisa kwamba kwa siku kadhaa, kwa takriban miezi miwili mitatu, umekuwa ukiangalia katuni zinazotoka katika kituo hiki. Hizi ni katuni kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanakuwa yakitokea katika jamii yetu, yawe ni ya kisiasa, kiuchumi, kijamii, kwenye nyanja mbalimbali. Session hii ya tuwachore inakuwa lengo lake si kuwachora watu, isipokuwa kuyachora matukio, kuyachora mambo ili watu waweze kuyafahamu, tuweze kufanya watu waweze kufikiria na kujiuliza maswali zaidi. Kwa hiyo zile katuni zinaendelea kukujia, lakini wakati huo tunakupa nafasi wewe mtazamaji, mbali ya maoni ambayo umekuwa ukiyatoa kupitia namba ambayo inaonekana kwenye TV yako, lakini vile vile tukipata nafasi tunakuchukua kama ambavyo nimewachukua hawa mabwana wawili hapa. Tunakuja kuzungumza nao leo. Kulia kwangu yuko mkoloni. Mkoloni ana jina lake halisi ambalo ni Frederick Mariki. Na ni msanii huyu wa muda mrefu sana, anafanya sanaa ya muziki, anafanya hip hop. Hivi ni maki sio kanipiga vibao. Hip hop anafanya vile vile, ndio? Yep. Ndio kwenyewe. Lakini sanaa ambayo anaifanya mkoloni si sanaa tu ya kukufanya uingie katika uwanja uanze kucheza. Hapana. Ni sanaa inayokufanya ufikirie, kwa sababu anayazungumzia mambo. Kazi ya mkoloni ya mwisho kabisa ambayo ninaifahamu ni kazi ambayo inajulikana kama maneno bila vitendo. Kauli ndio maneno hayo. Ni kauli, kwa maana ya kauli bila vitendo. Ni kazi ambayo inazungumzia ahadi zinazotolewa na mambo mengi sana. Na katika miongoni mwa katuni ambazo umeshawahi kuziona mtazamaji ni pamoja na katuni ya Ahadi, kijitabu kikubwa sana cha ahadi ambacho watu wanajaribu kukisukumiza lakini hakisukumiziki. Huyu ndio mkoloni. Kushoto kwangu yuko Ibrahim Issa. Ibrahim Issa ni mtu yuko kwenye media, yuko kwenye vyombo vya habari, ni mtangazaji wa redio na ni mtu ambaye ana uweledi mkubwa sana wa kufanya uchambuzi, kuyachambua mambo. Ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo hawa ni watu wawili, mmoja ni msanii, mmoja ni mtangazaji, lakini wote wanacheza na maneno katika kufanya analysis, katika kuchanganua vitu mbalimbali. Naitwa Ibrahim Issa, karibu sana. Asante sana. Umepata nafasi ya kuona katuni kwenye kituo hiki? Ya, kwa namna moja ama nyingine, kabla ama baada ya taarifa habari, ninachosubiri huwa ni katuni za Masud Kipanya. Kiasi kwamba zimenifanya niwe addict. Yaani niwe mtu ambaye ni kama umekuwa teja. Nimekuwa teja wa katuni hizo, kwa sababu kila ninapoangalia najaribu kuchanganua na kufikiria kwa nini huyu amesema hivi, anataka kuniambia nini mimi mtazamaji. Kwa hiyo hicho ni jambo la kwanza ambalo ni muhimu. Na wengine huwa nawaacha katika njia panda, kiasi kwamba mtu anajiuliza, anakuwa na sababu mbili, anamaanisha hivi au vile. Lakini hiyo ndio njia sahihi ya kuweza kufikishiwa jambo lolote. Ibrahim anamaanisha perceptions, mitazamo inayotokana na kazi ya sanaa iliyoletwa. Nikija kuzungumza na mkoloni, na yeye najua jambo hili anakutana nalo sana. Anapeleka kazi ya sanaa kwa hadhira, alafu kila mtu anatafsiri kivyake. Ibrahim, tukianzia kwako, hebu niambie kwamba ni katuni zipi ambazo, katuni zimeshatoka nyingi sana, labda ni katuni zipi ambazo unazikumbuka, ziwe 2, 3, 4 ama ni zote, na ambazo ungependa leo kwa pamoja hapa tuzizungumzie, na sio tuzungumzie sana zile katuni, ila tuzungumzie issues zilizoibuliwa ama zinazoibuliwa na zile katuni. Labda kwanza nichukue nafasi hii kupongeza, kwa sababu hii ni njia mojawapo ya kuwasilisha taarifa, ushanielewa, au kumwambia mtu, ama njia mojawapo ya kumueleza mtu habari kuhusiana na kile ambacho unakichora. Kwa sababu ukiangalia katika nchi zilizoendelea, watu wengi sana huwa wanapata ujumbe kupitia kwa njia hiyo, ambayo huku ilikuwa ni teknolojia ndio ilichelewa. Lakini sasa kwa sababu tunakwenda kama vile dunia ni kijiji kimoja, tunakwenda na wakati, hilo ni kupeleka, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza Tanzania kuweza kuwa na hivi. Sio wote wanaweza kusoma magazeti kupitia michoro ambayo wanachora ama katuni nyingine, lakini vile vile sio wote ambao wanaweza wakakaa wakasubiri television. Sasa ulivyoniuliza kuhusiana na katuni zipi, zipo nyingi. Nikiwa kama mfuasi wa kufuatilia katuni si za kwako, hata za nje, ni kwamba kuna katuni mbili ambazo zimenivutia, na ukiangalia ndio hali halisi ilivyo Tanzania. Moja wapo ni kuhusiana na yule bosi aliyekaa ofisini anajaribu kuchambua makaratasi kuhusiana na ripoti. Ile ilinipa picha sana hali halisi jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa, na hata sasa hivi pengine huenda mheshimiwa ripoti alizonazo ni nyingi, inabidi atafute tena watu wengine ama aunde tume nyingine ya kuzichambua hizo ripoti, wakati ambapo tayari zimekwisha chambuliwa
kinachofanyika ni kwamba ripoti zingine ziwekwe hadharani. Hicho ni kitu ambacho tumekiona, na siku zote ripoti zinakuwa siri. Hiyo ya kwanza. Hiyo katuni ya kwanza ambayo najua sasa tutaingia ndani sasa na tutaanza na mkoloni kuhusiana na swala zima la ripoti za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Tunakuja kwako. Lakini sasa twende kwenye katuni ya pili. Ni ipi? Katuni ya pili ni ile pipa ambalo wahisani wanamwaga misaada. Lakini ukiangalia pipa lile halijai, ila sijui kama mtu alikuwa anafahamu au wengine hawafahamu, chini limetoboka lile pipa. Ambalo tobo ni nini? Hii ina represent nchi zote za Kiafrika. Tuseme ni chache tu ambazo zinaweza kuwa zinatumia misaada ile vizuri lakini ukiangalia ndio hali halisi ilivyo. Na ndio maana unakuta nchi nyingi za Kiafrika kidogo hata mpaka wahisani sasa wanaamua kutusaidia, lakini wao wakiwa nao wana benefit. Kama kweli misaada yao tungekuwa tunaifanya kazi, maana yake ni kwamba tusingeomba. Sawa? Sawa. Huo ndio mtazamo wangu na funzo ambalo nilipata. Sawa. Ibrahim ametutajia katuni mbili. Katuni ya kwanza inamzungumzia bosi ambaye yuko ofisini, ana ripoti. Katika meza yake kuna ripoti za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Wengi wetu tumekuwa tukisikia taarifa zake. Lakini katika meza ya bosi huyu zile ripoti ziko nyingi sana kiasi kwamba anafikiria kumtafuta mkaguzi mwingine wa kuja kuzikagua ripoti zile. Tutazungumzia katuni ya kwanza ni hiyo. Katuni ya pili ambayo Ibrahim ameizungumzia ni katuni ya pipa ambalo kuna watu wawili. Serikali kuna watu wawili. Mmoja amebeba kodi, anakuja anazimwaga katika lile pipa. Na mwingine anaonekana ni mgeni kutokana na rangi yake, amebeba dumu tena la maji limeandikwa misaada, anakuja anamwaga katika lile pipa. Lakini kama alivyosema Ibra, lile pipa halijai kwa sababu chini kuna tobo. Lile tobo mchoraji ameamua kulipa jina, lakini kama alivyosema Ibra ni kwamba sasa sio tu misamaha ya kodi, ni kwamba kuna vitu vingi, ubadhirifu na mambo mengine mengi sana ambayo mwisho wa siku yanatufanya mimi na mkoloni na Ibra na wewe mtazamaji tukakosa vitu vingi sana ambavyo pengine tunastahili kuvipata. Hiyo ni katuni ya pili inayohusiana na misamaha ya kodi na mambo mengine, makusanyo ambayo yanajazwa katika kapu kubwa, katika pipa kubwa, lakini pipa halijai. Mkoloni. Naam. Ibra ametufungulia, tutarudi kwake na yeye vile vile tuanze kusikia mawazo yake. Mkaguzi mkuu wa hesabu, mkaguzi na mdhibiti manake wa hesabu za serikali. Ripoti umekuwa ukizisikia na mambo yake umekuwa ukisikia. Kwa mujibu wa katuni ambayo ameitaja Ibra ni kwamba rundo la ripoti limejaa pale, kama vile labda kuna kazi hazifanyiwi kazi. Hebu tiririka. Kwanza kabisa niseme ni kweli ripoti kutoka kwa mdhibiti na mkaguzi wa serikali imetolewa kama ambavyo ripoti nyingi zimekuwa zikitolewa tu, zinatolewa, zinawekwa. Lakini wakati huo tunapaswa tukumbuke kwamba kinachofanyika, kwa sababu na imani hata huu ujumbe umekuja kupitia kwenye katuni, lakini hapo tunatakiwa tujue kabisa kwamba hii ndio moja kati ya nguzo kubwa sana ya sanaa. Na hapa ni fasihi ndio inachukua nafasi yake, kwa maana kuna fasihi simulizi na fasihi andishi. Sasa kwa fasihi andishi, kwa katuni ile picha utakavyoipokea, namna utakavyoipokea picha, kuna mwingine anaweza kaipokea kwa mtazamo tofauti, lakini ndio kazi ya fasihi. Mwisho wa siku inabidi upate ufafanuzi juu ya ile picha. Mchoraji alikuwa anakusudia nini? Ndio hivyo hata kwenye tungo zetu hizi. Unafanya wimbo, ulikusudia nini? Kwa nini ulisema hivi? Kwa nini ulisema hivi? Lakini ukishafafanuliwa ndio unaelezwa. Sasa kwa tafsiri ya picha ya katuni ya kwanza ya mdhibiti, ile picha imeongea kwamba bwana, ripoti zipo nyingi tu, nyingi mno. Utekelezaji wake ni upi? Kwa nini ripoti zinakusanywa, zinapelekwa, alafu zikishawekwa pale ripoti zenyewe? Tena nakumbuka hata mara ya mwisho na Watanzania wengine waliotazama hata bunge, kuna vitu vingine, hata mwenyekiti wa tume ya serikali za mitaa Mheshimiwa Mrema alisema kabisa kwamba vitu vingine havihitaji hata
uchunguzi wa hivyo. Wamekwenda wamekuta pale bati zimekaa hivi, nini kimekaa hivi, unahesabu 1 2 3, tumedanganywa, si kweli. Uchunguzi wa nini tena? Kwa hiyo napata shaka kwamba hata zile ripoti zinazokusanywa zinawekwa, labda kuna ambazo zinachunguzwa nazo bado. Yaani imeundwa tume imeenda, mkaguzi amefanya kazi yake, ameweka, bwana, huu ndio ukaguzi niliofanya na hii ndio ripoti yangu. Mmemwamini, mmempa hilo jukumu, amefanya. Kazi inayofuata pale, ripoti hii inasemaje? Ripoti hii inasema huyu amefanya hivi. Sheria inasemaje? Hivi. Ashughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Lakini kurundika ripoti, kuanza kucheleweshwa, kunatoa fursa ya kuweza kufanywa lolote lile katika kuficha ushahidi na kuondoa kabisa, katika kuficha ukweli, kupoteza ushahidi. Chochote kinaweza kikafanyika, na mwisho wa siku wanaoumia ni sisi. Sisi walala hoi, sisi watu wa hali ya chini ndio tunaumia. Na ndio maana hata inapotoka ripoti, kila mtu anakuwa na kiu ya kuona sasa tutaenda nini kinafanyika kutokana na ripoti hiyo. Sasa inavunja nguvu watu wengi, kwa sababu wameshaona hivyo. Kwa hiyo mtu anajua itakuwa vile vile tu. Kiukweli kabisa kwamba kuna haja ya kusimama na kupiga kelele. Tunahitaji utekelezaji juu ya ripoti fulani. Hivi utekelezaji nao una muda, labda baada ya miaka 3 ndio utekelezaji utaanza. Kwa nini uanze? Haya, kama ndio kwanza umejiunga na sisi, unasema hawa watu watatu wanazungumzia kitu gani? Ni kina nani hawa? Hii ni session ndogo sana inayoitwa Tuwachore Tu. Sawa, hizi umekuwa kupitia kituo hiki ambacho nakitazama hivi sasa, umekuwa ukitazama katuni ambazo zimekuwa zikirushwa mara nyingi usiku, nyakati nyingine mchana, asubuhi, kuhusiana na masuala mbalimbali. Kwa hiyo hii ni Tuwachore Tu. Lakini sasa badala tu ya kukuletea katuni, tunakupa nafasi na wewe mtazamaji vile vile kutoa maoni yako. Sio tu yale ambayo unayatuma kwa SMS kupitia namba ambayo huwa inatokea kila siku kwenye katuni, lakini vile vile tunakupa nafasi kama ambavyo tunavyowaalika hawa mabwana hapa. Na wewe vile vile unayo nafasi hiyo. Na sio kwa watu tu wa Dar es Salaam, hata watu wa mikoani. Taratibu tutaanza kufanya utaratibu wa kuwafikia na kusikiliza maoni yao. Ibra ametuchokoza hapa na katuni ya swala la mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Mkoloni anapata shaka kwamba mambo hayafanyiki, mambo hayaendi. Ametoa mifano ya mwenyekiti wa kamati ya bunge ya kudumu ya serikali za mitaa, Mheshimiwa Agostino Mrema, aliposema kwamba baadhi ya mambo mengine yanayokuja kwenye ripoti hayahitaji uchunguzi, kwa sababu ripoti inasema huyu mtu amenunua bati za milioni 500, lakini ukienda kwenye eneo la tukio kuangalia bati za milioni 500 unakutana na madudu ambayo hayaingia akilini. Kwa hiyo Mkoloni anachosema ni kwamba huna haja ya kufanya uchunguzi, ushahidi huo hapo, chukua huyo mtu, chukua hatua 1 2 3, kwisha, tumemaliza. Ibra, uhuru, unaufurahia uhuru aliyokuwa nao mdhibiti na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali? Unadhani ana uhuru wa kutosha, ama unadhani anahitaji awe huru zaidi? Na ukiachana na uhuru, labda pengine ana uhuru, lakini je, meno aliyokuwa nayo yanatosha? Unadhani kwamba hizi hatua ambazo tunazipitia za kwamba anakwenda anakagua, anapeleka ripoti, amemaliza kazi yake, unafurahia hiyo, ama unataka mengi zaidi? Labda tuseme kwamba Watanzania wengi wamekuja kugundua, pengine baadhi yao, kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mama ofisi hiyo ndio ipo, kutokana na jinsi ambavyo hivi karibuni rais aliweza kuchukua hatua kadha wa kadha. Na nitakumbuka kwamba wakati anakabidhiwa ile ripoti Ikulu na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, rais aliwaambia wale ambao ripoti itawahusu, basi mabosi wale utekelezaji wake uanze mara moja. Lakini yeye akaonyesha mfano, na ndio chimbuko la mabadiliko ya baraza la mawaziri. Wengi walikuwa hawajui kama kuna ofisi hii, lakini hii ilitokana na nini? Hapo mwanzo mdhibiti hakuwa na nguvu, na mpaka sasa hana nguvu. Tunachotaka ni kwamba pengine tunaelekea katika muundo wa katiba mpya, hii ofisi iwe ni ofisi ya kujitegemea, ambayo kuna mchakato wa kuweza kumpata huyo mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, ili aweze kuwa na meno. Pindi atakapobaini ubadhilifu wote, basi achukue hatua pale pale on the spot, kwa sababu ukiangalia wapo wakaguzi wengi waliopo chini ya ofisi yake katika halmashauri, katika manispaa, umeelewa, na katika ofisi nyingine za umma. Yeye anachofanya ni kuja kuangalia hao wakaguzi wamefanya nini
na nini ambacho hawajafanya. Basi uwepo uhuru wa huyu mkaguzi kuwa na nguvu, kwa sababu mwisho wa siku Masudi, kama ripoti zitakuwa zinapelekwa tu katika ofisi zile zinazohusika, labda pengine Ikulu ama kwa viongozi wengine wanaohusika, imagine kama kuna ripoti 1000, utekelezaji wa kuanzia moja utafanyika lini? Umeelewa? Kwa hiyo tunazidi kuendelea kubaki nyuma, na mwisho wa siku ubadhilifu ambao tunauzungumzia na matumizi mabaya ya fedha za umma ambazo yangetakiwa kuleta maendeleo, matokeo yake inakuwa ni vilio kama ambavyo tumeona. Kwa hiyo kuna umuhimu wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuweza kufanya nini? Kupata meno ya kuweza kuchukua hatua pindi anapobaini matumizi ya fedha za serikali sio sahihi. Nimekamata neno moja, matumizi mabaya ya fedha za umma. Narudi kwako Mkoloni. Tanzania ni nchi masikini sana. Mimi nawaita malofa nyinyi. Hata mkinikasirikia, lakini nyinyi ni masikini, nyinyi ni malofa, masikini wa kutupwa. Je, kuna haja ya kuwa na mkaguzi wa ndani katika halmashauri, alafu wakati huo tena una mkaguzi mkuu wa serikali, yule mkubwa anakuja? Wote ni waajiriwa, wote hawa wanalipwa, wanafanya kazi moja, si ndio? Umenielewa? Tena lazima tufahamishane hapa, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anapokwenda kufanya kazi katika halmashauri, kumbuka hiyo ni ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali, si ndio? Mheshimiwa Mrema, kamati yake inafanya jambo hilo hilo. Lakini vile vile katika halmashauri nako pia kuna nini? Kuna wakaguzi. Haya unayahitaji ni matumizi mabaya ya fedha yanayotokana na kutokuaminiana, ama ndio job creation, ubunifu huu wa ajira? Hili unalitazama vipi? Kwa hilo nachoweza kusema ni kwamba ni mfumo mbaya kiutendaji. Ni mfumo mbaya kwa sababu gani? Haiwezekani kukawa kuna kazi moja ikafanywa na watu zaidi ya mmoja, yani kwa maana kazi moja ikafanywa na watu watatu. Kuna kazi ambazo kweli naweza nikasema kweli kazi hii inahitaji, mfano kazi ya ulinzi labda, nasema hii kweli hii wanahitajika wawili ama watatu kibidi. Lakini kwa kazi kama ile pale, mimi nadhani kuna haja ya kuliangalia upya, kwa sababu zile hesabu sio kwamba zinakaguliwa mara kwa mara. Zile hesabu zina kipindi chake. Kwanza kuna rekodi imekaa. Na siku hizi tumeendelea kidogo. Tumeendelea, tuko computerized na nini. Kwa hiyo zile rekodi zote zinahifadhiwa. Zikishahifadhiwa zile rekodi, mkaguzi anapofika pale, pengine kupitia kwenye ofisi ya labda kwenye halmashauri, labda kuna mkurugenzi wa halmashauri, kuna sijui nani, sijui meya, wanafanya kazi gani? Ndio kazi yake mkurugenzi. Kuna sijui mhasibu tena wa nani, sijui na nani, ndio kazi zao. Rekodi zipo hizi hapa. Tunaomba hesabu. Hesabu inawekwa rekodi yake. Mkaguzi akija, kazi yake anachukua ile ripoti. Akienda ile ripoti anaiangalia, wanajua uko fedha iliyokwenda kwenye halmashauri kiasi fulani. Na haya ndio matumizi. Labda kwa zile kamati za bunge, kwa sababu zenyewe zinasimamia zile fedha za zetu sisi walipa kodi, zile kamati labda zingekuwa zinakwenda zinahakiki matumizi ya zile fedha. Okay, haya. Tuwachore tu. Mkaguzi wa hesabu za serikali na ripoti ambayo Ibra anasema ile katuni yeye ilimgusa sana. Tunazungumzia katuni, lakini katuni si kwa maana ya mchoro ulivyokuwa na nini, lakini ni lile jambo linaloibuliwa na ile katuni. Na ndio maana tumeanza na katuni hii. Katuni ziko, Ibra ametaja katuni 2, lakini muda hautoshi kujadili katuni ya pili. Katika kipindi kinachokuja, pengine tukipata nafasi, tutakuja kuizungumzia katuni ya pili ambayo ni ile ambayo inaonyesha kuna kodi zinaingizwa katika pipa na kuna misaada inayoingizwa katika pipa, lakini kuna tobo chini. Sawa. Na hiki kipindi, tuko katika kipindi cha bajeti, ambacho sote tunafahamu namna ambavyo bajeti yetu sisi ya mambo yetu sisi hela hazitoki kwetu sisi zote. Kuna asilimia sehemu kubwa sana ya bajeti hela zinatoka kutoka kwa wahisani, au sio bwana? Sasa hebu Ibra niambie kwamba uligusa kidogo kuhusu nguvu, kuhusu meno, kwamba ungetamani sana ofisi
ya, manake sitaki kumuita tu mkaguzi, manake ni ofisi kwa sababu ni watu wengi, ni ana timu yake yule. Anatambulika tu yeye kama bwana Ludovic Uto, lakini ni kwamba ana timu ya watu wanatoka wanakwenda wanafanya kazi. Sawa. Unadhani kwa hali tuliyokuwa nayo Tanzania, hilo la kutoa meno hayo kuipa ofisi ile, kwa picha unayoitazama, unadhani litawezekana? Masudi, linawezekana kwa sababu tunaelekea katika mchakato wa katiba mpya. Na watu wanaweza kusababisha hivyo ni wananchi wenyewe. Wanataka utekelezaji wa shughuli zao ziende vipi, wanataka maendeleo yao yaratibiwe vipi. Mimi nitakupa mfano wa nchi ya Kenya. Ukiangalia mwanzoni jaji mkuu alikuwa anateuliwa na rais. Lakini sasa hivi kuna mchakato, yule jaji ana uhuru. Kwa maana hiyo kwamba sekta ya mahakama ina uhuru na haitoingiliwa na muhimili mwingine ambao ni serikali. Sasa tunapompa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali meno, inamaanisha wazi kabisa kwamba viongozi wa serikali ama ofisi zote za umma zitakuwa zikijua kwamba kuna nguvu ambayo inatenda kazi zake kwa ajili ya kuweza kuangalia matumizi ya serikali yanakwenda vipi. Na mwisho wa siku kodi za wananchi, matokeo yake ni maendeleo. Sasa kama kodi za wananchi hatuyaoni maendeleo na watu wanalipa kodi, unategemea nini hapo? Katika usawa huu wa utandawazi, moja kwa moja itakuwa si sawa. Kwa hiyo uwezo upo. Mimi pengine nitumie nafasi hii kuwaeleza wananchi kwamba tumieni fursa nzuri ya kuweza kutoa maoni kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya, ili nafasi kama hizi ziweze kuwepo na nguvu ambazo mtawapa nyinyi wenyewe umma. Katiba ni umma. Kwa hiyo waweze kufanya nini? Kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Kwa mfano, unaposema kwamba ripoti, haya mkaguzi amepeleka kwa rais pale. Rais ni chama. Umeelewa, katika mfumo wa serikali zetu za Kiafrika. Moja kwa moja hawezi kudhalilisha chama chake. Hata sasa hivi ukiangalia mabadiliko aliyochukua, kuna wale ambao wametoka, kuna wengine wanasema watatoboa siri. Pengine mkaguzi mkuu ametugusia tu. Hatujaingia sebuleni. Tupo chumbani tu, lakini kama tukiingia sebuleni pengine mengi yataanikwa hadharani, na mwisho wa siku tutaona jinsi gani ambavyo hata yeye mwenyewe anakuwa na wakati mgumu wa kuweza kutekeleza wajibu wake. Kisheria manake unajaribu kuangalia kama hilo kama linawezekana. TAKUKURU kisheria nafasi uwezo huo wanao wa kumchunguza mtu, wakishajiridhisha wanalichukua wanalipeleka mahakamani. Kwa hiyo unatamani na mdhibiti ofisi ya mkaguzi nayo iweze hivyo. Ndio manake tunaposema kwamba apate nguvu, ndio hicho kinachostahili. Lakini nguvu yenyewe pia naye si lazima arudishe ile ripoti serikalini. Madam kuna ofisi ile ambayo inajulikana ni ya umma na ipo pale kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi ana uwezo wa kufuata taratibu nyingine, akiigusia na taasisi nyingine ya TAKUKURU ambayo pia ina meno ya kuweza kuchukua. Kwa sababu TAKUKURU hawapeleki jina kwa rais. Ni kwamba wakishajiridhisha wanafuata utaratibu mahakamani. Kwa hiyo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu inatakana afanye hivyo. Nimgusie mkoloni kidogo kuhusiana na hizi kamati, mkurugenzi anafanya nini pale. Masudi, hii yote ukiangalia kwa undani zaidi ni kwamba kiukweli kuna matumizi mengi sana ambayo serikali inayafanya, na mwisho wa siku hatuoni matokeo. Yasiyo ya lazima. Sio ya lazima. Unataka kuwa wewe unasema kwamba pengine kungeweza kuwa na idadi ndogo sana ya watu na kazi zikafanyika. Na mwisho wa siku hata hayo maendeleo yatakapokuja ndipo ajira nyingine zitakapotengenezeka. Si lazima tutengeneze ajira kwa kuweza kuweka watu maofisini na mwisho wa siku ubadhilifu ndio unaotokea. Wow. Muda unatutupa mkono. Hautaki kabisa kutengeneza urafiki na sisi hapa tulipo. Nataka nitoe nafasi moja kwa mkoloni na Ibrahim waweze kutoa maneno yao ya mwisho kuhusiana na swala zima la hizi ripoti za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Unamalizia vipi? Watanzania kadri siku zinavyokwenda wanazidi kuelimika. Na hata vyombo vya habari kama hivi kupitia vipindi mbalimbali vinavyofanyika, vyote ni kwa ajili ya kuelimisha watu. Kwa sababu hii ni fasihi ambayo kazi yake kubwa ni kuelimisha, kuburudisha, kupasha. Kwa hiyo hapa si kwamba tunapasha tu jambo, hapana. Tunaelimisha. Unaburudika lakini kuna elimu ambayo inatolewa ndani yake, na ndio msingi mkubwa wa hiki kinachofanyika hapa. Kwa hiyo Watanzania wakipata elimu wataweza kwa umoja wao nao kusimama hata kuja vizuri na mawazo mazuri, wakafanya jambo zuri kwa faida ya baadaye. Kwa sababu tumezoea kuona mambo mengi yanafanyika, watu wanafanya kwa sababu tu hawana uelewa wa kile kitu wanachokifanya. Wanaweza watu wengine wakawa wanashabikia jambo, au watu wengine ukimwambia habari za mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, mtu mwingine haelewi, anakushangaa tu, anaona. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuelimisha watu, kuwatoa pale walipo wapate elimu, waelimike. Sio lazima hata uende darasani kama una uwezo, lakini kupitia katika
fursa mbalimbali kama hizi, unaelimika, unajua kabisa kumbe hili jambo liko hivi, na wewe mwisho wa siku unasimama imara, unafanya kitu ambacho kiko sahihi. Sasa kuhusu hizi ripoti, wanasema kwamba hakuna marefu yasiyo na ncha, na lenye mwanzo alikosi mwisho. Na ng'ombe siku zote akizaa hazai pembe, anazaa masikio, pembe zinaotea nje. Kwa sasa hii tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hata kama kuna jambo lilikuwa limefichwa, kadri siku zinavyokwenda, sasa ndio yanakuja kujidhihirisha, yanajitoa, kila kitu kinajianika wazi. Kwa hiyo tuombe uzima, tunaenda uko mbele. Pengine kunaweza kukaja kufumuka mambo mengine makubwa sana yakatuingiza kwenye matatizo. Kwa ni bora kama kuna ambayo mnayajua kabisa, ambayo labda serikali kwa ujumla yake inajua kabisa uko mbele kuna bomu litakuja kulipuka, ni afadhali tukaanza kulitegua sasa hivi. Haya, Ibrahim, unamaliza vipi? Chap. Masudi, kwanza nilianza kwa kupongeza kuhusiana na mwanzo mzuri wa kuweza kuleta hizi katuni ambazo watu wameangalia kwenye magazeti, na sasa tunaangalia katika mfumo mwingine ambao leo kuna mtu kwenye simu yake ya mkononi ana access television, ana access runinga, ana access blogs, umeelewa, ana access Facebook, hii mitandao ya kijamii, basi ingia na kule. Lakini itakuwa ni rahisi sana kwa Watanzania. Wanasema kwamba ukitaka kumficha mtu Mtanzania, weka neno kwenye kitabu ama kimaandishi. Sasa kwenye mchoro naye washindwe. Moja kwa moja kila mtu atatoka na mtazamo wake wa kuweza kubaini haya. Leo ukimwambia mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mtu hakuelewi. Lakini unapoweka ile kodi, alafu unaona yeye mwenyewe ametoka kulipa kodi, na mwisho wa siku anapita kwenye mtaro mchafu, anapita kwenye barabara mbovu, na mwisho wa siku akisoma hata kidogo tu anagundua kwamba kumbe hii barabara ilikuwa imetengewa kiasi fulani cha fedha. Nini kimetokea? Ubadhilifu umetokea kila sekta. Kwa hiyo huu mchoro ama hii njia ya fasihi andishi sio ama simulizi, kwa maana ya kwamba kila fasihi ziko tofauti. Mimi nadhani kwamba uendelee kwa wale ambao ni wavivu wa kusoma au kuangalia televisheni, hata mchoro tu unashindwa kuangalia, na mwisho wa siku utajiuliza mimi ni nani. Asante sana. Nimefurahishwa na Ibra hapo, na kwa kumalizia niseme kusoma ujui, basi hata picha uone. Na hii ndo sababu mtazamaji tunakuletea hizi katuni sasa kwenye televisheni, kwa maana ya kwamba kwenye gazeti unatakiwa wewe pia usome, kwa sababu nyakati nyingine inakuwa katuni inaweza ikawa ina maneno, inatakiwa usome. Nikukatize, kama mtu unafuatilia vyombo vya kimataifa, asilimia kubwa ya wakazi wa nchi hizo huwa wanakuwa wako busy. Na mwisho wa siku wanachokiangalia katika kuweza kujua nini kimetokea kwa siku ni kuangalia katuni. Moja ya sifa kubwa ya Afrika Kusini ilionayo kwa wananchi wake ni kupata taarifa kupitia katuni ambazo zimeleta mzozo mkubwa. Ukiangalia bara la Ulaya, huwezi kuamini, ukiingia katika vyombo vyao, magazeti, redio, televisheni, mtu anaangalia zaidi katuni, lakini mwisho wa siku anaendelea na kazi yake ya ujenzi wa taifa lake. Watanzania tujenge utamaduni. Kuna baadhi ya watu ambao wananunua gazeti anaangalia katuni, lakini sio wengi. Ukiangalia nchi jirani ya Kenya na Uganda, katuni zimetumika sana katika kupeleka ujumbe, na watu wana hasira sana kuweza kuelewa kuliko kuniambia habari kifungu namba 10, sijui sheria mwaka 1900 na ngapi. Mimi nichore katuni nitaelewa. Sawa, mtazamaji wa kituo hiki, kwa kutumia namba ya simu ambayo unaiona inapita hapo kwenye screen yako, itumie namba hiyo kutuma ujumbe mfupi, sio tu kutoa maoni, lakini kama unataka kushiriki katika mijadala hii mifupi tu ya kuweza kutoa mawazo yako. Si lazima muwe wawili, mnaweza tamka wa 3 4, kila mtu akapata nafasi ya kusema. Lengo ni kuamshana, si kwa ajili ya kumlaumu mtu, kumtukana mtu, kumshambulia mtu, hapana, isipokuwa na sisi tunatamani siku moja tuwe kama Afrika ya Kusini. Tunatamani sana Tanzania iwe kama zilivyokuwa nchi nyingine, kwa sababu kuna nchi duniani ni ndogo mno, hata hawalimi. Nilipenda sana mfano aliwahi kutoa mbunge mheshimiwa Mbilinyi, Mr. Tu. Alizungumzia Uswizi ambayo kiukweli unalima wapi pale na mawe yale na barafu ile, umeelewa bwana, lakini wako vizuri sana kiuchumi, wako vizuri sana. Sasa Tanzania ina utitiri wa rasilimali. Tunataka rasilimali hizi zisiwafaidishe watu wachache. Sawa, zisio ni kwa ajili ya familia teule zilizoteuliwa, maana hazikuteuliwa na Mungu,
zinajiteua zenyewe. Tunataka rasilimali hizi ziwatoshe watu wengi sana. Katika kipindi kinachokuja tutakuja kujadili kuhusiana na swala zima la mapesa ambayo yanaingia katika kapu kubwa, katika pipa kubwa, kutokana na kodi ambayo wewe pengine hujui kama unalipa kodi, lakini kwa taarifa yako ufagio unaonunua dukani, kila kitu unachokinunua dukani kuna hela pale, kuna bei ya kile kitu na kuna hela ambayo unalipa kodi. Kwa hiyo kila mtu, mpaka mtoto anayezaliwa leo akianza tu kunywa maziwa yaliyonunuliwa dukani analipa kodi. Hata kama hajaanza kunywa maziwa kutoka dukani, kitendo cha mama anayemnyonyesha anakula chakula ambacho kimenunuliwa, wamelipa kodi. Kwa hiyo tunataka ile kodi inaingia katika lile pipa, lakini bado kuna hela nyingine inatoka kutoka kwa wahisani, lakini bado chini kuna matobo mengi sana yanayotokana na misamaha ya kodi, yanayotokana na wizi na ubadhirifu na vitu vya aina nyingi sana. Tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini katika kipindi kijacho pengine tutakuja kuyazungumza mengi sana. Naomba niwashukuru sana Twaweza ambao wanatuambia tuweze, wanatuwezesha ili tuweze kuweza. Kama sio mimi na wewe, kumbe ni nani mwingine? Kama sio sasa, ni lini? Endelea kutazama katuni kila siku za Tuwachore Tu. Mimi naitwa Masud Kipanya, mchoraji wa hizo katuni. Asante sana na kwaherini. Kama sio wewe nani? Kama sio sasa